social housing. Yeah, very weak, very weak. So, endelea. Welcome. Initially, we had hoped for G+9 to contain 376 social and affordable units, but now due to ground conditions, we reduced to G, but redistributed to 8 blocks. Yes. Okay. So. These 376 units, the construction is supposed to go for 18 months. Yes. Ilijengwa 25 years ago. Wakati Mheshimiwa Rais anafungua bamba, naomba tafadhali tumpe makofi mazuri kuashiria mwanzo wa kujengwa kwa nyumba hizi za bei nafuu zitakazowafaidi wakazi wa hapa. Na baada ya hiyo Mheshimiwa Rais ataelekea moja kwa moja hadi kwenye tinga ili kuweza kufanya groundbreaking ama kuchimba ardhi kama ashirio tosha. Masalani hamjambo. Ijara, asalamu alaikum. Bas, mimi nimefurahi sana kufika hapa Masalani katika kaunti yetu ya Garissa, sehemu hii ya wakilishi bungeni ya Ijara. Na tumekuja hapa kwa sababu tumesema tunabadilisha taifa letu la Kenya. Na kubadilisha taifa letu la Kenya itachukua miradi na mipango ya maendeleo. Barabara, stima, makao, hospitali, na mimi nimefurahi ya kwamba leo tumefika hapa na program yetu ya affordable housing. Hapa tuna tutajenga nyumba 376 ya wananchi wa sehemu hii. Na nia yetu ni kuhakikisha kwamba wananchi wanaishi katika makao ambayo iko na maji, iko na stima na iko na vifaa zile zingine zote. Bali na kujenga hii affordable housing, tunaambia Wizara ya Housing watusaidie pia, watafanya kazi na mbunge wa hapa na viongozi wale wengine wote wa hapa, tujenge pia madarasa ya watoto wetu. Tumekubaliana ya kwamba tutawajengea madarasa 32 katika mashule yenu ya hapa. Ndio tuhakikisha kwamba wale wazazi watakuwa wanaishi hapa, watoto wao wako na mahali pa kusoma. Vile vile ile hospitali yetu ya hapa Masalani nasikia kidogo inahitaji kurekebishwa. Kwa hivyo Bwana PS, rekebisha hiyo hospitali tujenge ifike level 4. Ionekane level 5. Si ndio? Ifike level 5. Lakini ile iko pale inakaa kama level 2. Kwa maoni yangu, lakini sawa. Level 4. Lakini iko chini. Iko chini. So wacha tutafanyia mambo. Sawa sawa. Tuinue mambo ya sehemu hii. Nimefurahi pia ya kwamba kuna mpango ya kujenga Kenya Medical Training Center hapa Ijara. Ndio tuongeze wanafunzi watakao tusaidia kwa mambo ya uuguzi. Wakati tuna roll out universal health coverage, tunahitaji human capital, madaktari, nurses, clinical officers, pharmacists, technologists, watakao tusaidia katika kazi hiyo ya kuroll out afya ya Wakenya wote. Kwa hivyo asanteni sana, mimi nimefurahi kufika hapa. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma katika maendeleo ambayo tunaendesha. Ya barabara, ya stima, affordable housing, ya masoko na ile kazi yote ambayo tuko nayo. Kwa hivyo mimi nataka niwaeleze watu wa sehemu hii. Nyuma pale ilisemekana this is a low potential area. But I want to assure you, in the program that we have, in the development of water harvesting and storage infrastructure that I have committed myself to, and I am very clear that the 50 megadams
There are 1,000 other dams that we are going to build is for purposes of harvesting water, storing water, and turning the northern Kenya from a low potential area to a high potential area. Dam kubwa ambayo tutajenga hapa inaitwa High Grand Falls Dam. Ndio italeta maji Garissa County. The biggest beneficiary of the High Grand Falls Dam, which is going to be probably the largest dam in the Republic of Kenya when it is completed. The biggest beneficiary, and we are targeting between 300 and 400,000 acres of land. The biggest beneficiary is going to be here in Garissa County. We are also looking at River Dawa and all the other rivers. In fact, in the plan to have 2.5 million acres of land under irrigation, 1.5 million acres of land under irrigation will be in northern Kenya and coast. So I want to tell every Kenyan that we will make sure that we turn every part of Kenya and harness their potential so that together we can grow our country. For a very long time, we have only used 15% of Kenya to drive our food security. It is time to expand from that 15% of Kenya that has rainfall to the rest of 80% of Kenya that has no rainfall, but we can store water, we can harvest water, and we can use it for matters irrigation. So, mimi nataka niwatie moyo. I know the leadership of Garissa and this region are seized of our plan on what we want to do in making sure that Kenya become a net exporter of agricultural and livestock products. So tutashirikiana namna hiyo na tutafanya kazi hiyo kwa pamoja. Kwa hivyo muanze kujipanga, nyinyi ndio mtakuwa wakulima wa siku zijazo. Mmesikia wakulima ni huko Uasin Gishu, sijui Trans Nzoia, sijui wapi. Sasa future ya kilimo ni hapa. Mjipange. Watu wa Ijara mmesikia?